ila hiyo sio haki na iko sawa. Yaani mwanangu, usichokijua wewe, kuna muda unafika kwenye maisha sio wa kumwonea huruma mtu ambaye mfelishaji. Huyo kweli alikuwa mwanangu, tena mwanangu waswa, ila tayari kashakuwa mfelishaji. Kashanifelisha, mission fail, na mimi ndo anodi babajeni. Kwa hiyo kama mimi ndo anodi babajeni, yeye ni babajeni bye bye. Kwa mgulu umesamilia au si? Kwa sema nini? Kama mtu jali basi kama vipi mnaongezea nauli. Yaani mwanangu, kweli nimeamini wewe ndo unaumwa, sio mimi. Yaani hela yangu yote ya advance nilokupa ukaitafuna, kazi imekushinda, alafu leo bado unataka mimi nitoe hela nyingine nikupe wewe kama nauli. Iko kitu kwangu mimi. Lakini Mluguru, hiyo sio fair. Mpe hata nauli basi mwanao ili ajichenge. Na wewe unataka kuondoka? Kama unayo nawe si umpe. Mpe basi kama unayo. Yaani uone huruma hela yangu alivyoitafuna, alafu unataka nimuongezee hela nyingine. Sasa mwanangu usikia. Yaani hapo nauli asila. Wenyewe wanasema nauli asila. Kamza kanun. Yadi. Sema umesikia mshikaji wangu? Sisi ni binadamu, sio milima. Sema wewe tutakutana. Bila kumbuka vile vile mimi nimekuja hapa kufanya kazi yako kama mwana. Umeniita kuna shida zako, kuna matatizo yako, mimi nimeshauri. Ila wewe kama umeamua kunitendea hivyo, fresh is okay. Haina noma. Msungwe. Tuko pamoja ndugu. Poa. Sisi so milima, tutakutana. Tukiwa kama pipo, tutaonana, onana. Ela ya mtu somo. Sio hivyo mama. Usijali mama. Kifo ni kitu cha kawaida. Inasikia kwa mtu yoyote wakati wowote. Kwa mfano mimi babangu alipofariki nilikuwa kama wewe. Lakini kafika muda nikazoea. Kidume mume wangu. Chakula tayari. Kwani wewe ndo umepika au? Mimi nimeshiba. Kidume, nenda kale, siku ya pili leo ujue. Ala. Sugu. Niambie. Matatizo gani? Kama kapika yule mimi sijisikii kuona. Hivi Kidume, huyo Shalo ndo ulikuwa unampenda sana kusema kwamba kifo chake wewe huwezi kula, si ndio? Unaona maneno yake? Ndio, wewe upoje? Yaani siku ya pili leo ndo nakaa hivyo na tukasikia hadi sisi kweli? Kidume. Mimi naenda kula. Aisha. Utaombea na mwenzako chakula tayari.
Sasa ngoja niangalie, nipata nafasi nitakwambia. Bana mtaalamu, mpaka nafika hapa baada ya kusikia sifa zako nyingi Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo nimekuja kwa sababu nina shida yangu kidogo, naamini ni jambo dogo sana kwako. Kuna dada yangu amefariki kama siku 5-6 hivi zilizopita. Kwa hiyo nahisi mazingira yaliyokufa sio sawa sawa. Na hapo ulivyonielekeza tu inaonekana kuna namna nzito sana. Na hiyo kazi kwangu ni ndogo sana kama unavyonifahamu. Kenya, Burundi, Rwanda kote naenda kutoa huko. Na watoa watu waliofariki. Nimekuita hapa ili nikuelezee nyakati ambayo mimi sasa hivi napitia. Na hata wale washikaji zangu ambao nilikuwepo nao huko. Sasa hivi nimezinguana nao na tumegombana na wamenitimua. Kwa mpaka sasa hivi hapa ninapoongea na wewe sijui naelekea wapi. Wameniacha kipindi ambacho sina hata 100. Lakini sio big issue sana. Ila lengo langu kwako ni kukueleza kile ambacho kipo moyoni mwangu. Nimekubali kwamba nimekukosea. Na nimeenda tofauti sana na vile ambavyo ulivyokuwa unanitazamia mimi. Lakini yale yote yalikuwa ni mapito tu ya ujana. Lakini kitu ambacho naweza nikakwambia, kila nikikaa nikichunguza, moyo wangu bado umebaki kwako. Na una nafasi kubwa kwako. Na nilikuwa natamani uweze kunielewa, kwa sababu ndio kipindi ambacho nimejikuta na kuhitaji ili tuweze kuishi maisha ambayo serious. Kwanza pole kwa yote yaliyokukuta. Asante. Alafu Sugu, mimi nitakuaminije? Kwa sababu hayo maneno unayozungumza sio mara ya kwanza kuongea. Kibena, nipe nafasi nyingine. Umbali wangu mimi na wewe umenifunza vitu vingi sana. Basi hiyo kazi mimi nitakuachia kwa sababu kifo sijakielewa kabisa. Basi sawa, haina shida. Tunafanyaje ili tulimalize hili swali? Hapo kabla ya kazi itabidi uniachie 30,000 ili niweze kununua dawa, kuziandaa kuifanya hiyo kazi yako. Na baada ya kuimaliza kazi utanipa shilingi 50,000 yangu. Hilo kwangu ni swala dogo sana. Mimi ndo mganga Bolkoni. Sisi ndo kizazi cha mwisho wajukuu wa lambalamba. Kwa hiyo kazi kwangu ni ndogo kabisa. Na hiyo nafanya asubuhi. Asubuhi pamekucha tu, kuku kabla hajanya nafanya hiyo kazi. Kwa hiyo sasa hapa ngoja. Nimejua makosa ambayo nimeyafanya kwako. Lakini kwa sasa nimejua nini thamani ya upendo. Nimejua mtu ukipendwa unatakiwa ufanye nini. Na nimejua endapo mtu ikatokea umependa, unatakiwa uitumie vipi nafasi yako. Kibena, sina vitu vingi ambavyo naweza nikakuelezea ili uweze kuniamini. Ila naamini ukinipa hiyo nafasi, I swear, utaamini kitu gani ambacho namaanisha kwako. Sawa. Lakini Sugu, nakupa tena nafasi nyingine. Usije ukacheza na hisia zangu. Maana ni nafasi naokupa utaijutia. Sasa usijali. Nisikilize kwanza ndugu yangu. Hii kunywa maji. Hayo ndo maneno. Kwa Bolkoni lazima uje kwanza na chochote kitu.
Mjukuu wa lambalamba. Hii ndio 7 minutes. Tunafanya kazi. Kunywa maji. Utanipa namba yako baadaye kidogo na kuingizia mzigo wako, kesho asubuhi tukutane kazini. Basi haina shida. Pia namba leo usiondoke. Nitakutumia pesa kidogo. Uende ukae popote pale. Alafu utaniambia. Mimi kuna mpango nitaufanya. Mpango gani? Tulia. Ni surprise. Wewe unitumie pesa. Nashukuru. Mume wangu, mbona aliacha hadharani hivyo? Yaani sio tu kuliacha hadharani. Yaani ili leo hili limefikia tamati. Kwa sababu haiwezekani kuna vitu vinaendelea lakini hili dude hili litakuwa linahusika hili. Na kama sio hili basi wewe umemkula wewe Sharon wewe. Umemtafuna wewe, umemfanya kisusio, umekula nyama Mume wangu, mimi masiku ya pale nakumbuka sana na uketa mbwembe. Au sio wewe? Mume wangu, hata kama mimi ni mchawi sawa, lakini siwezi kufanya tukio kama hilo. Yaani ni mle nyama binadamu mwenzangu. Mbona Aisha yule pale ana mimba na nyama ya mjamzito na kuwa tamu sana? Mbona sijamla? Kwa nini ni mle Sharon? Baba sijakubaba. Eti siwezi nikala nyama ya mtu. Mimi nile nyama ya mtu. Alafu bora Aisha nyama ya mjamzito inakuwa tamu. Unanipiga kiduara. Kwa maana yake wewe umehusika. Umehusika wewe? Wewe umehusika wewe. Unanisingizia tu kwenye hilo. Mbona hii? Hili mimi nalitia moto. Nalitia moto. Haiwezekani, yani mimi nakaa najua labda wewe linaniongezea labda kuna vitu vinaingiza lakini kumbe kuna watu pia linanipunguzia. Limeanza na Shalo. Litakuja kwa Aisha, litakuja kwa Kibena, mwisho wa siku nitakuchukua hata wewe mwenyewe. Nini? Umesemaje? Unataka kulitia moto? Sasa basi, hilo dungu sio kilitia moto. Ujue, umetia moto maisha yangu mimi, umetia moto maisha yako wewe. Umetia moto utajiri wako wewe na umetia moto utajiri wangu mimi. Kwa sababu hilo dungu ndio maisha yetu sisi. Kwa nini nilidunguso hili yani bila hili maana yake sisi tufanikiwe, si ndio? Basi ndo nalitia moto. Sawa. Ila kichonileta hapa nimekuja kulifuata hilo dunguso. Nataka niende gengeni. Maana naona tangia afe wa mandonga wako, sijui Sharon. Umekuwa mvivu, umekuwa mzembe. Umo ndani hamna hata kitu. Yaani umaskini kabisa unanukia kwetu. Ili dunguso mimi nakupa, lakini mimi sihusiki nalo. Silitaki mimi. Sasa basi. Naenda gengeni na nikurudi na kuletea wewe ukae nalo. Sasa wale wako ulichome moto. Silitaki. Sasa lichome moto utaona cha mtema kuni. Haya, mtema kuni alitema nini? Alitema kuni. Hivyo unasikiza bana utakiona cha mtema kuni. Hivi kuna mtu duniani hapa anaweza akala kuni afa kazitema? Kidume mdomo utakuponza. Wanawake hawa. Yaani mwanamke unaweza kuona mpole, mnyonge. Msogeza karibu yako sasa. Ukishamsogeza karibu sasa, watajifanya akisawa, mpe sasa ile akisawa. Ndio matokeo yake kama haya. Sasa mimi kama lile dude lisipochoma moto, nahangaika juu chini kisiri namtafuta mganga. Unamtafutia mganga nani? Mimi wewe. Unaenda kunitafutia mganga, si ndio? Sasa jaribu. Jaribu.
Halo. Dada, kuna tatizo huku. Namwona kidume na mke wake wanapeana ilizi. Ilizi? Ilizi tena? Ndio. Hebu kwanza nisikilize. Niachie mimi kila kitu, sawa? Dada, mimi naogopa. Wewe usijali. Sawa, sasa nitafanyaje? Ngoja nifanye. Ngoja nione kama nitaweza dada. Sawa. Imekuaje? Mbona nasikia masuala ya ilizi hapa? Sio mdogo wangu Aisha. Amemfuma mwanaume wake kidume. Na yule mke wake wa kijijini yule. Amefuma na kiwa na ilizi. Yaani unamaanisha huyo mume wake na huyo mwanamke mwingine walikuwa wapo wanazungumzia habari ya ilizi? Sasa hapo nimeanza kupata picha ambayo naona kabisa haiko sawa, ila nitajua tunafanya kitu gani, kwa sababu wewe umeshakuwa wangu, utamu wangu. Nitajua na kusaidiaje na nitafanya vitu vizuri zaidi kwa ajili yako wewe. Kwa sijali, mimi niko ndani. Ukimaliza ndio unajua bado mambo hayajaisha. Leo aondoke mtu. Nakuja. Maana vitu vyako hivyo siwezi kukuruhusu uondoke kirahisi. Nakuja. Wewe bana wewe. Jana umehamika. Wewe ufanye kazi. Nataka nitoke nikafanye kazi, baba anakuwa mengi vipi tena? Wala sijakuitia hayo Razizi wangu. Ila kuna barua yako kutoka kwa Kibena. Kibena? Si kuna ndio kanija mwenyewe, hakuna tatizo gani? Ametoka. Katoka. Kibena ukisikia katoka. Nini? Wewe hujasoma kwanza wewe? Wala sijaisoma. Ukaenda kitu wewe, soma usisome. Sijaisoma. Haya. Siangalie. Sawa. Kibena na matatizo gani Kibena? Yaani Kibena kila wakati lazima nikimbie. Nini? Aisha. Wewe